Hello dear viewers. Welcome to the Hydroform Show. Leo tuko hapa kuongelea mambo mawili tu yanayohusiana na ujenzi wetu. Cha kwanza, hydroform ni nini? Au hydroform interlocking ni nini? Cha pili, gharama za hydroform zikoje? Kwa hiyo karibu sana. Tuanze na la kwanza. Hydroform ni nini? Au hydroform interlocking ni nini? Kuna mifumo tofauti ya interlocking ikiwemo cement blocks. Zipo pia interlocking. Lakini kitu kinachotutenganisha sisi na interlocking nyingine ni neno hydroform. Hydroform linatoka kwenye neno hydraulic. Inamaanisha kwamba mashine yetu sisi ina mfumo wa hydraulic. Kwa wale mnaoelewa hydraulic, inamaanisha kwamba production ya kila tofali letu ina consistent compression, kwa sababu inatumia valve ambazo hizo valve mpaka zifike mkandamizo wa tani 10 ndio zinafunguka kurelease ile pressure. Inamaanisha tofali limeshafika compression inayohitajika ili kufanya utofauti wa ubora zaidi katika tofali zetu. Sasa mashine yetu ina compression ratio ya 10 tons, yani ni tani 10. Kwa hiyo kila tofali ina maana inatoka consistently in size and in compression. Kwa hiyo huwezi ukakutana na matofali uneven, yani tofauti. Compression ratio inakuwa constant throughout production. Kwa hiyo kwa mfumo huo unatutenga sisi from the rest. Tunakuwa na consistency ya production, na pia hiyo compression ratio ndio inayotusaidia sisi kwamba tofali likishakuwa compressed linaweza kubebwa pale pale bila kutumia kibao, bila kutumia kizingiti chochote cha kusema inatakiwa kikae kwenye platform ndio libebe. Kwa hiyo tofali lenyewe linabebwa, na linapoenda kupangwa yale matofali just from production yana uwezo wa kupangwa matofali matano juu ya nyenzake. That shows how strong those blocks are. Sawa, sasa twende kwenye swala la pili la gharama. Watu wengi huwa wakiona tumejenga tofali zetu, tumezifanyia finishing, huwa wanaogopa sana, wakijua kwamba hizi tofali ni za gharama sana, sisi hatuwezi kuafford kujenga nazo. Lakini hiyo sio kweli. Mimi niko hapa kukuambia tofali zetu ni bora kuliko tofali yoyote ile duniani, na pia ni ya gharama nafuu kuliko tofali yoyote ile duniani. Kwa nini nasema hivyo? Tofali yetu sio tu ya gharama nafuu, lakini kama wewe ni mtu unayejali ubora, pia ina ubora zaidi. Ubora wa kwanza ni upana wa kuta zako. Yaani in comparison, ili tuweze kuelewana, ni sawasawa wewe unajenga na tofali za block kwa kuzilaza. Wale mnaojenga magorofa mnaelewa kwamba ile ground floor lazima tofali za block zilale. Sisi kwetu hiyo inaenda consistent. Kwa hiyo unakuta unapata structure ambayo ni ngumu, ambayo ni robust, ambayo ni durable kwa sababu ya upana wa tofali. Lakini pia upana ule unakupa nyumba ambayo au jengo ambalo ni soundproof. Sio tu soundproof, ni bulletproof pia. Unaona? Kwenye sekta nyingine, kwa mfano hospitali, kuna sehemu ambayo unakuta ni x-ray room ambayo lazima ijengwe kwa tofali za block zilale. Basi za hydroform pale zinaenda vile vile na mfumo wake. Unaona? Kwa hiyo kwa upana huu pia inakupa benefit nyingine
ambayo ni kwamba haipati nyufa. Unaona? Lakini kwa nini haipati nyufa? Kwa sababu tofali yetu sisi haitumii mota wakati wa kuijenga. Unazipanga zenyewe kwa zenyewe. Unaona? In the end unapata tofali ambayo ni resistance hata katika earthquakes, matetemeko ya ardhi. Faida nyingine, inakupa construction speed. Inamaanisha ujenzi wetu unaenda kwa haraka zaidi, kwa sababu hatuna ile hatua ya kusema tunachanganya udongo, mchanga, simenti na fundi ili tushikanishe tofali zetu. Tofali zetu zinajengwa kwa kuzipanga zenyewe kwa zenyewe. Kingine, inakuokolea gharama kwenye plaster. Sisi tunasema plastering is optional, ambapo wewe ukiamua kufanya plastering ndani ni sawa, hakuna tatizo. Lakini hata kama ukiamua kufanya plastering, ina maana ile plaster inakuwa ina mota ndogo sana, kwa sababu sisi tofali zetu zimenyooka, lakini pia zina groove ambazo zinasaidia ile plaster kushika vizuri zaidi. Kwa hiyo unakuta compared to other conventional blocks, utakuta you need a very big mortar kupata ule mnyooko wa ukuta, kwa sababu tofali sasa zinakuwa umezijenga very uneven. Comparison hiyo ni cement blocks au tofali za kuchoma. Kwa hiyo inabidi mota iwe nene kwa sababu ukuta haujanyooka. Unaona? Ila kwetu una save a lot on plastering. Kitu kingine, tofali zetu zina muonekano mzuri. Yaani tofali zetu ni nzuri kuzitazama. Na ile flexibility ya finishing, aina tofauti tofauti za finishing, inakupa wewe flexibility ya kuwa unaweza ukatengeneza muonekano tofauti tofauti katika tofali yetu hiyo hiyo moja. Kwa hiyo ukuta wako unakuta unaonekana kama picha, unaona, ambayo haichoshi kuiangalia kila siku. Pointi ya mwisho ni pointi ambayo watu wengi huwa wanaipenda. Tofali yetu, majengo yetu yanakuwa temperature controlled. Nikisema temperature controlled, namaanisha in extreme weather environment, whether too hot au too cold. Namaanisha kwenye hali ya hewa ambayo ni baridi sana, unakuta tofali yetu ndani inaweka hali ya joto. Kukiwa kuna joto sana nje, kwa mfano Dar es Salaam, ndani kunakuwa na hali ya ubaridi. Kwa hiyo hii inakusaidia wewe mteja, wewe unayeishi katika nyumba yako, kureduce hata heating bills zako. Unakuta air condition zako haziko worked out. Wale wenye moto ndani kwenye sehemu za baridi, unakuta sasa hutakiwi kuchoma sana kufanya nyumba iwe warm. Unaona? Kwa hiyo hizo ndio faida za tofali zetu. Kwa kuzungumzia hizi zote, unakuta unaokoa gharama, na at some point you save almost 50% compared to using other blocks. Yaani unaweza ukapata saving ya 50% katika gharama za ujenzi kwa kutumia tofali zetu compared to tofali nyingine. Asanteni sana na mbarikiwe sana.